Kumbuka mwanamke anayeondoka bila kuaga huyo ni shetani. Wewe ungeniambia toka muda ili tatizo lisingejirudia. Yaani kwanza anapata dhambi, ni shetani mara 5. Wewe mwanamke anaondoka bila kukuaga pale naona ukubali. Mara 3, mara 4. Haya na wazazi wanajua. Inawezekana kumbe wanashirikiana na hao wazazi. Mwanamke anatakiwa mnyenyekee mwanamume. Unajua wanawake ni kama yai. Takiwa ulilee usilivunje. Usikaze sana na usiregeze sana. Sasa ndugu yangu kweli. Sasa naona tusiongee sana kuhusu hili kwa sababu hili ni tatizo. Kwanza inatakiwa tujue huyu mwanamshemeji yangu yupo sehemu gani? Ndio maana nimekuita. Ina maana hapa lengo ni kumtafuta kwa sababu aliko mpaka sasa hivi hajulikani. Na ndugu zake wote wanajua yuko kwangu. Ina maana kama endapo atapatwa na tatizo huko aliko, ina maana lazima ndugu zake lazima watanifuata mimi. Pole sana rafiki yangu. Unajua ni nini? Kitu kimoja ninachotaka kukwambia Malaki. Hata kipindi kile nilikuwa nakwambia. Unapomchukua mwanamke mara ya kwanza kabisa, mara ya kwanza ile mnapooana mmemaliza, inatakiwa umfundishe mfumo wako wewe. Usimfuate yeye. Wewe mistake mara ya kwanza Malashi, ulikuwa unamteketa sana yule mwanamke. Kidogo tu akisema haya, kidogo tu haya, nilikwambia ndo madhara yenyewe haya. Mwanamke ni chombo tuseme kama yai. Inatakiwa ucheze na akili yake. Mwanamke ni mwanamume ndio kiongozi wa yule. Kwa hiyo kuna mambo mengine. Hivi unaona mimi? Mfano mzuri kwa rafiki yako ni mimi. Olipa unamwona jinsi alivyo. Mimi hata akienda kwa jirani, mume wangu, unaona hata napigiwa na simu. Yaani mke wangu kiukweli, sijisifii, mke wangu yuko vizuri.